wasahahahu al-Albani, na vile vile ameisahihisha al-Imam al-Albani katika kitabu ambacho kinaitwa fi sahihi at-targhib wat-tarhib. وقال عمرو ابن الحارث رضي الله عنه كان يقال أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وصححه الألباني. Bado Sheikh anaendelea kutaja dalili ambazo zinazoonyesha umuhimu wa kumtii mume, umuhimu wa mwanamke kumtii mume. Anasema waqala Amru ibn al-Harith, na amesema Amru ibn al-Harith radiyallahu anhu, radhi za Allah zimwendee. Kana yuqalu, palikuwa pakisemwa, ashaddu nnasi adhaban ithnani, watu ambao watakaokuwa na adhabu kali zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wa aina mbili. Ashaddu nnasi adhaban ithnani, watu ambao watakaokuwa na adhabu iliyokuwa kali zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wa aina mbili. Mtu wa kwanza, imra'atun asat zawjaha, ni mwanamke ambaye aliyemuasi mumewe, mwanamke ambaye aliyetoka katika utiifu wa mumewe. Mwanamke huyu hamtii mumewe, jeuri. Mwanamke huyu atakuwa ni katika watu ambao watakokuwa na adhabu kali siku ya Kiyama. Mtu wa pili, wa imamu qaumin, na kiongozi wa watu, wa hum lahu karihun, na hali ya kuwa wao wanamchukia. Yani mtu anaongoza watu lakini wale anaoongoza wanamchukia yeye, basi mtu kama huyu pia atakuwa na adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Hadithi hii ameisimulia al-Imam at-Tirmidhi na akaisahihisha al-Imam al-Albani. Hii ni katika sifa ya kwanza ambayo inampambanua mwanamke wa kisalaf pindi anapokuwa na mumewe. Kwa hiyo anatakiwa awe ni mtiifu kwa mumewe. Sifa ya pili anasema, thaniyan tahdharu ashaddu al-hadhari min al-la'ni wa kufrani al-ashir liwuqu'ihima 'inda akthari an-nisa. Tahdharu ashaddu al-hadhari min al-la'ni wa kufrani al-ashir liwuqu'ihima 'inda akthari an-nisa. Thaniyan, sifa ya pili ambayo inampambanua mwanamke huyu wa kisalaf dhidi ya wanawake wengine, tahdharu ashaddu al-hadhari, anachukua tahadhari iliyokuwa kubwa, minal-la'ni, kutokamana na kulaani. Yeye si mwenye kulaani laani. Wa kufrani al-ashir, na anachukua tahadhari kutokamana na kupinga wema wa mume. Wapo baadhi ya wanawake ni wazuri katika kulaani, na wapo baadhi ya wanawake pia vile vile wanapinga fadhila za waume zao. Akasema liwuqu'ihima, kwa kutokea haya mawili haya, kulaani na kupinga fadhila za mume, haya mawili yanatokea sana inda akthari nisa, kwa wanawake waliokuwa wengi. Wanawake waliokuwa wengi wanapenda kulaani laani na wanapenda kukufuru au kupinga fadhila ambazo walizotendewa na waume zao, ima baada ya kuachana, baada ya kutengana, au siku ambayo mume atamkera yule mwanamke.
Kwa hiyo mwanamke wa kisalaf, mwanamke ambaye anafahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa waja wema waliotangulia, yeye anachukua tahadhari iliyokuwa kubwa kutokamana na kulaani na kutokamana na kupinga fadhila za mume, kwa sababu majambo haya mawili, kulaani na kupinga fadhila za mume, ni majambo ambayo yanatokea kwa wanawake waliokuwa wengi. Wadalilu, na dalili au shahidi, hadithu Abdullah ibn Umar, ni hadithi ya Abdullah ibn Umar ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ma'shara an-nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfara fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nari innakunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Rawahu Ibn Majah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi hii, anasema ya ma'shara an-nisa, enyi kongamano la wanawake, tasaddaqna, toeni sadaqa, wa akthirna al-istighfara, na kithirisheni kutaka msamaha, kutaka istighfar, kumomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Fa inni, hakika yangu mimi, ra'aytukunna akthara ahli an-nar, mimi nimewaona nyinyi kuwa ndio watu wengi waliokuwa motoni. Yani nyinyi ndio nimeona nyinyi mtaingia wengi motoni, nyinyi wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja sababu ambazo zitakazowapelekea wanawake wengi kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akataja, innakunna, hakika yenu nyinyi, tukthirna al-la'na, munakithirisha laana, munalaani sana, watakfurna al-ashir, na vile vile munapinga wema wa mume, munakanusha na kupinga wema wa mume. Rawahu Ibn Majah. Hadithi hii imesimuliwa na Ibn Majah. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu ambavyo vitakavyowaingiza zaidi kwa wingi motoni wanawake: kulaani sana na kupinga fadhila za mume, kupinga fadhila za wanaume wao. Anasema wa kufranu al-ashir huwa inkaru al-mar'ati liihsani zawjiha ilayha lihadithi Abdullah ibn Abbas, ra'aytu an-nara fara'aytu akthara ahliha an-nisa yakfurna, qila ayakfurna billah, qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qat. Rawahu al-Bukhari. Anaelezea Sheikh, anasema wa kufranu al-ashir, anaelezea hiyo kufranu al-ashir, anasema huwa inkaru al-mar'ati, ni kupinga kwa mwanamke, liihsani zawjiha ilaiha, wema wa mume wake ambao aliyomfanyia. Mwanamke anapinga wema wa mume wake ambao aliyofanyiwa. Hii ndio inaitwa kufranu al-ashir. Lihadithi Abdullah ibn Abbas, wa hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, uritu an-nara. Naam, mwanzo nilisoma kimakosa hadithi hii. Uritu an-nara, nilioneshwa moto. Faraaitu akthara ahliha an-nisa, nikawaona watu wengi katika huo moto ni wanawake. Yani wanawake ndio watu wengi ambao watakaoingia katika huo moto. Yakfurna, wanapinga. Qila, pakaulizwa au pakasemwa, ayakfurna billah, hivi wanampinga Allah au wanamkufuru Allah? Qal, Mtume akasema
yakfurna al-ashir, wanapinga fadhila za mume, wa yakfurna al-ihsan, na wanapinga ihsan ambao wamefanyiwa na hao wanaume zao. Mtume akasema lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, lau ukamfanyia mmoja wao wema kipindi cha mwaka mzima, lau ukamfanyia mmoja wao katika hao wanawake wema kipindi cha mwaka mzima, thumma ra'at minka shay'an, kisha akaona kwako wewe kitu ambacho anakichukia huyo mwanamke, qalat, basi mwanamke huyo atasema ma ra'aytu minka khairan qattu, sikuwahi kuona kwako wewe khairi milele, au khairi katu kabisa, sikuwahi kuona khairi kwako wewe, sikuwahi kabisa kuona khairi kwako wewe. Hawa ndo wanawake jinsi walivyo, wanapinga fadhila za waume zao. Lau kwamba utamfanyia wema mmoja wao katika hao wanawake, kisha akaona kwako wewe mapungufu tu siku moja, basi atakwambia sikuwahi mimi kuona khairi kabisa, sikuwahi kwako wewe mimi kuona khairi. Hawa ndio wanawake jinsi walivyo, na wanawake wenye sifa hizi ndio zitakazowasababisha wao kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameisimulia al-Imam al-Bukhari. Naam, thalithan, sifa ya tatu ambayo inampambanua mwanamke wa kisalaf pindi anapokuwa na mume wake, alimtina'u an kathrati almatalibi allati la yutiquha zawjuha ma'a sabriha ala ma qaddara Allah lahuma min arrizq, lianna Allah ta'ala amara az-zawja bilinfaqi ala qadri wus'ihi la kama tasha'u zawjatuha. Anasema katika jambo la tatu au sifa ya tatu ambayo inampambanua mwanamke wa kisalaf kutokamana na wanawake wengine ni al-imtina'u an kathrati al-matalibi, ni kujizuilia kunako matakwa mengi, ni kujizuilia huyu mwanamke kunako matakwa yaliyokuwa mengi, allati, matakwa ambayo la yutiquha zawjuha, hayawezi mume wake. Kwa hiyo mwanamke wa kisalaf anatakiwa ajizuilie yeye kunako na matakwa yaliyokuwa mengi, matakwa ambayo mume wake hayawezi. Mathalan, mwanamke akawa anataka vitu vikubwa mbele ya mume wake, alafu mume wake uwezo wake ni mdogo. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa ajizuilie kutokamana na jambo hili. Anatakiwa yeye awe anaomba kile kitu ambacho kinaendana na uwezo wa mume wake. Sio mume hana uwezo wa gari anamwambia anunuliwe gari, anataka anunuliwe gari. Asifanye hivyo mwanamke. Kwa hiyo mwanamke wa kisalaf anajizuia kunako na matakwa yaliyokuwa mengi, matakwa ambayo mume wake hayawezi. Ma'a sabriha ala ma qaddara Allahu lahuma min arrizq, pamoja na kufanya subra. Huyo mwanamke anatakiwa afanye subra juu ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichowakadiria hao wawili kutokamana na riziki. Mwanamke anatakiwa afanye subra kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichowakadiria kutokamana na riziki. Sio mbona umeniletea 2000? Mna mimi hii hainitoshi. Hapana, anatakiwa mwanamke afanye subra kutokamana na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichowakadiria hao wawili katika riziki. Kwa sababu gani? Lianna Allah ta'ala, kwa sababu ya Allah aliyetukuka, amara zawja, amemwamrisha mume, bil infaqi, kutoa, ala qadri wus'ihi, juu ya uwezo wake au juu ya kiwango cha wasaa wake. La kama tashau zawjatuha,
si kama vile ambavyo anavyotaka mume wake, si kama vile ambavyo anavyotaka mke wake. Lianna Allah ta'ala, kwa sababu Allah ta'ala amara zawja, amemuamrisha mume bil infaqi, kutoa ala qadri wus'ihi, juu ya kiasi cha uwezo wake. Mume ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoa kiasi cha uwezo wake au kiasi cha wasaa wake. La kama tashau zawjatuha, si kama vile ambavyo anavyotaka mkewe. Kwa hiyo si lazima mume atoe vile ambavyo anavyotaka mkewe, hapana, bali mume alichoamrishwa yeye ni kutoa kadri ya uwezo wake. Kama uwezo wake ni 2000 basi atoe 2000, pasi tu na kuzembea. Kama uwezo wake ni 2000 basi atoe 2000, 1500 atoe 1500, lakini si kama vile ambavyo anavyotaka mwanamke. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, liyunfiq, atoe, dhu sa'atin, yule mwenye wasaa, min sa'atihi, kulingana na wasaa wake. Waman qudira alayhi rizquhu, na yoyote yule ambaye atakayekuwa riziki yake imebanwa, na yoyote yule ambaye itakayobanwa riziki yake, yani riziki yake ikawa imebanwa, falyunfiq, basi atoe, mimma atahu Allah, miongoni mwa vile ambavyo alivyompa Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah hailazimishi nafsi isipokuwa kile ambacho alichokipa hiyo nafsi. Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kile ambacho alichokipa hiyo nafsi, hailazimishi nafsi isipokuwa kile ambacho alichokipa. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Allah atajalia baada ya uzito wepesi. Haya ndiyo matunda ya subra. Mtu atakaposubiri, Allah subhanahu wa ta'ala atajalia baada ya ule uzito kuwa ni wepesi. Kwa hiyo mwanamume anatakiwa atoe vile ambavyo kwa kiasi cha uwezo wake, na wala si kama vile ambavyo mwanamke anataka. Ushahidi wa hilo hapa, kuna aya ikaletwa liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, kwamba atoe yule mwenye uwezo kulingana na uwezo wake, au yule mwenye wasaa kulingana na wasaa wake. Waman qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye riziki yake imebanwa, falyunfiq, basi atoe, mimma atahu Allah, miongoni mwa vile ambavyo Allah alivyompa. La yukallifu Allahu nafsan, Allah hailazimishi nafsi, illa ma ataha, isipokuwa kile ambacho alichokipa hiyo nafsi. Sayaj'alu Allahu, Allah atakuja kujalia, ba'da usrin, baada ya uzito, yusra, wepesi. Na katika haya maneno yote haya tunapata faida katika haya maneno yote ya mwanamke kujizuilia kutokamana na matakwa yaliyokuwa mengi ambayo mume wake hayawezi. Mpaka hapa tuliposoma, yani katika hichi kipengele cha pili, kipengele cha tatu, katika hichi kipengele cha tatu tunapata faida. Katika faida ambazo tunazopata, ma'rifatul mar'ati hala zawjiha, ma'rifatul mar'ati hala zawjiha, mwanamke kutambua hali ya mumewe. Mwanamke anatakiwa siku zote atambue hali ya mumewe, ili mradi awe anaendana na huyu mumewe. Si mumewe hali yake iko chini, yeye akawa anataka vitu vikubwa kutoka kwa mumewe. Kwa hiyo ma'rifatul mar'ati hala zawjiha, mwanamke kutambua hali ya mumewe,
Hii faida ya kwanza. Faida ya pili ambayo tunaoipata, as-sabru ala ma qaddara Allahu lahuma min ar-rizqi. As-sabru ala ma qaddara Allahu lahuma min ar-rizqi, kuwa na subra juu ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria hao wawili, mke na mume, kutokamana na riziki. Wanatakiwa wawe na subra wote wawili, hususan upande wa mke anatakiwa afanye subra ya hali ya juu kumsubiria mumewe. Hii ni katika faida ya pili, as-sabru ala ma qaddara Allahu lahuma min ar-rizqi, kusubiri juu ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria hao wawili kutokamana na riziki. Ama faida nyingine tunayoipata, faida ya tatu, ma'rifatu anna Allah amara zawjaha biinfaqi ala qadri wus'ihi. Ma'rifatu anna Allah amara zawjaha biinfaqi ala qadri wus'ihi. Ma'rifatu, utambuzi au kutambua, anna Allah, kwamba Allah, amara zawjaha, amemuamrisha mumewe, biinfaqi, kutoa, ala qadri wus'ihi, juu ya kiasi cha uwezo wake au juu ya kiasi cha wasaa wake. Kwamba tunafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mume kutoa kwa kiasi cha uwezo wake, na wala si kama vile ambavyo anavyotaka nani, huyo mwanamke. Kwa hiyo hizi ndio katika faida ambazo tunazopata katika maneno haya. Rabi'an, sifa ya nne ambayo inampambanua mwanamke wa kisalaf, au kipambanuzi cha nne ambacho kinampambanua mwanamke wa kisalaf pale anapokuwa na mumewe, la tuhaddidu nasla la limakhafati kathrati alawladi wala limakhafati qillati arrizq, waddalilu qawluhu ta'ala wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Katika kipambanuzi hichi cha nne ambacho kinampambanua mwanamke wa kisalaf dhidi ya wanawake wengine, la tuhaddidu nasla, mwanamke huyu wa kisalaf, la tuhaddidu nasla, haweki kikomo cha uzazi. La tuhaddidu nasla, haweki kikomo cha uzazi, kwamba mie bwana watoto wao wawili tu wananitosha, au mimi mtoto huyu mmoja ananitosha. Hapana, katika wanawake sifa zao wanawake wema huwa hawaweki kikomo cha uzazi, kwamba mimi mtoto mmoja au wawili wananitosha, sitaki watoto wengi kama paka. Hapana, la tuhaddidu nasla, haweki kikomo cha uzazi. La limakhafati kathrati alawlad, si kwa kuhofia wingi wa watoto. Mwanamke huyu hawi na hofu ya wingi wa watoto. Wala limakhafati qillati rizq, na wala si kwa ajili ya kuhofia uchache wa riziki, kwa sababu riziki anatoa Allah subhanahu wa ta'ala, na zilishaandikwa tangu na tangu. Kwa hiyo mwanamke huyu yeye anakuwa hana hofu ya kuwa na wingi wa watoto wengi, au akawa na hofu ya uchache wa riziki. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake Allah aliye juu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala taqtulu awladakum, na wala musiwaue watoto wenu, khashyata imlaqin, ay khashyata alfaqr, kwa kuhofia ufakiri. Wala musiwaue watoto wenu
kwa kuhofia ufakiri. Kipindi cha jahiliya watu walikuwa wanafanya majambo haya ya kuwaua watoto wao kwa ajili ya kuhofia ufakiri. Allah akaendelea kusema, nahnu narzuquhum wa iyyakum, sisi tunawaruzuku wao, wa iyyakum, na nyinyi. Kwa hiyo anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna hofu. Mwanamke aliyekuwa mwema hahofii kuhusiana na jambo hili la kuzaa, kwa sababu nahnu narzuquhum wa iyyakum, sisi ndio ambao tunawaruzuku wao na nyinyi. Inna qatlahum, hakika ya kuwaua wao hao watoto, kana khit'an kabira, limekuwa ni kosa lililokuwa kubwa. Kuwaua hao watoto limekuwa ni kosa lililokuwa kubwa. Kwa hiyo haifai kwa mwanamke wa Kiislamu ambaye anafata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa waja wema waliotangulia, akawa anaweka kikomo cha uzazi kwa ajili ya kuhofia wingi wa watoto au kwa ajili ya kuhofia uchache wa riziki, kwamba sisi bwana hatuna uwezo. Wa hadithu Ma'qali ibn Yasari radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwajuha qala la thumma ataahu athaniyata fanahahu thumma ataahu athalitha faqala tazawwaju alwaluda alwaluda fa inni mukathirun bikumul umam rawahu Abu Dawud wa qala al-Albani hasanun sahihun. Na vile vile katika ushahidi ni hadithi ya Ma'qal ibn Yasar radhiyallahu anhu, radhi za Allah zimwendee. Qal, amesema mtume wa Allah, qal, amesema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, yule mtu akasema, inni, hakika yangu mimi, asabtu imra'atan, nimempata mwanamke, dhata hasabin, ay dhata sharafin, nimempata mwanamke dhata hasabin, mwanamke mwenye utukufu, wa jamalin, na mwanamke aliyekuwa mzuri. Mtu huyu amemjia mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakika yangu mimi nimepata mwanamke ambaye ni mtukufu, mwanamke huyu ana utukufu, pia mwanamke huyu ni mzuri. Kumbuka katika ile hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotaja mwanamke anaolewa kwa mambo manne, miongoni mwa haya mambo aliyoyataja huyu jamaa, mambo mawili hapo katika ile hadithi, utukufu na uzuri. Kwa hiyo akamwambia, nimempata mwanamke ambaye ni mwenye utukufu na uzuri. Wa innaha, na hakika yake huyu mwanamke, la talidu, hana uzazi, hazai mwanamke huyu, hajifungui. Afa atazawwajuha, hivi ni muoe? Je, ni muoe mwanamke huyu? Qal, mtume akasema, la, hapana, usimuoe. Usimuoe kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke huyu hazai. Thumma atahu athaniyata fanahahu, kisha mtu yule akamjilia tena mtume mara ya pili, fanahahu, mtume akamkataza, hapana, usimuoe mwanamke huyu hazai. Thumma atahu athalitha, kisha akamjilia mtume mara tatu, akamjilia mtume mara ya tatu,
akamuuliza swali lile lile, je, ni muoe? Faqal, Mtume akasema tazawwaju alwaluda alwaluda, oweni alwaluda, wanawake wenye mapenzi mno, alwaluda, wenye uzazi, wenye kuzaa. Fa inni, hakika yangu mimi, mukathirun bikumul umam, nitajifakharisha kwenu nyinyi kwa wingi wa watu siku ya Kiyama. Nitajifakharisha kwenu nyinyi dhidi ya ummati mwingine siku ya Kiyama, kwamba ummati wangu ndio umma wenye watu wengi. Kwa hiyo hadithi hii inatufunza ya kuwa wanawake wa kuoa ni wale wanawake ambao wenye mapenzi mno, pia wenye kizazi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunaona amemkatalia huyo mtu kuoa mwanamke ambaye amekidhi vigezo vya utukufu, vigezo vya uzuri anavyo mwanamke huyu, lakini mwanamke huyu hazai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkatalia yule jamaa. Mwisho wa siku mara 3 akamwambia tazawwaju, oweni alwaluda alwaluda, wanawake wenye mapenzi mno, alwaluda, wenye kizazi. Fa inni, hakika yangu mimi, mukathirun bikumul umam, ni mwenye kujifakharisha kwenu nyinyi katika nyumati siku ya Kiyama. Rawahu Abu Daud, hadithi hii imesimuliwa na Abu Daud. Wa qala al-Albani, na akasema al-Imam al-Albani, hasanun sahihun, hadithi hii ipo katika daraja la hasan, pia vile vile daraja lilokuwa sahihi. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, kwa leo tutaishia hapa. Kesho insha Allah tutakuja kukamilisha tutakuja kukamilisha sifa nyingine ambazo zinampambanua mwanamke wa kisalaf pindi anapokuwa na mume wake.